Bismillahir Rahmanir Rahim. Naomba kwanza tusome surat al-Mubarak al-Fatiha. Thawabu zake ziwaendee kwanza marhumina wetu wote ambao tulikuwa nao hapa Bilali tukifanya nao kazi, lakini baba zetu, mama zetu, nyanya zetu, wapendwa wetu, pasi na kumsahau shekhe wetu mpendwa Sheikh Yasin. Surat al-Mubarak al-Fatiha qablaha as-salawat. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bismillahir Rahmanir Rahim. Sallallahu alayka ya Rasulullah. Sallallahu alayka ya Habiballah. Sallallahu alayka ya Amiral Mu'minin wa ya Ali ibn Abi Talib. Sallallahu alayki ya Maulati ya Fatimatu Zahra. Ya sayyidata nisa'il alamin. Sallallahu alayka ya Aba Abdullah al-Husayn wa ala al-arwah allati hallat bi fina'ik wa anakhat bi rahlik. Sayyidi ya Husayn, laytana kunna ma'aka fi ardi karbin wa bala fanafuza fawzan 'azima. يقول المولى سبحانه وتعالى في كتابه المجيد: يوم نأتي كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا. Katika semina yetu hii ambayo kwa kifupi tumeipa jina la wadhifa wetu, wajibu wetu, taklifu yetu, kipindi hiki cha ghaiba ya al-Imamu al-Hujja Muhammad ibn al-Hasan salawatullahi wa salamuhu alayhi. Allahumma salli ala Muhammad. Sisi kama Waislamu, sisi kama wafuasi wa Ahlul Bait, sisi kama Shi'atu Ali Muhammad, ni upi wadhifa wetu? Ni upi wajibu wetu? Ni ipi taklifu yetu kipindi hiki ambacho imamu yuko katika ghaiba? Aya niliyoisoma ni aya ya 71 ya suratul Isra. Isra 71, Mwenyezi Mungu anasema yauma nad'u kulla unasim biimamihim, siku tutakayowaita kila watu na imamu wao. Siku ya Kiyama watu wakikusanywa kwenye uwanja wa mahshar, kila watu wataitwa na imamu wao, kila watu wataitwa na kiongozi wao. Yauma nad'u kulla unasin biimamihim. Isra 71 inatuishiria kwamba kila umma, kila watu wana imamu wao, kila jamii ina imamu wao. Na ndiyo maana ndugu zangu wapendwa, walimu wenzangu,
Ukisoma kwenye kitabu kinachoitwa Muruju Dhahabi, mwenye kitabu hiki ni mwanahistoria mkubwa wa Kiislamu anayejulikana kwa jina la Ibnu Mas'ud. Kwenye kitabu chake hiki ameorodhesha kuanzia Mtume Adam alayhi salam mpaka kufikia Mtume Muhammad. Ameorodhesha akiondoka mtume anakuja imam au anakuja wasii, akiondoka mtume anakuja wasii. Ameorodhesha mawasii wote kutoka kipindi cha Adam mpaka kufikia kipindi cha Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad. Yawma nad'u kulla unasin biimamihim, siku watakapoitwa kila watu na imamu wao. Faman utiya kitabahu biyamini, basi yule ambaye atapewa kitabu chake kwa mkono wake wa kuume, faulaika yaqrauna kitabahum, hawe watasoma kitabu chao, wala yudhlamuna fatila, na wala hawatodhulumiwa hata kijikitu kidogo. Suratul Isra aya 71. Mahali muhimu ni hapa kwamba siku watakapoitwa kila umma na imamu wao, na maneno mazuri yanapita kwenye kichwa changu, hadithi tuliyosomeshwa kwenye madarasa zetu hizi za mtaani. Kuna kitabu kinaitwa Bulughul Maram, kinasomeshwa humu mitaani. Waliosoma mitaani wamesoma hicho kitabu. Hicho kitabu kina hadithi inasema, mamata walaysa fi unuqihi bay'atun mata mitatan jahiliya, yoyote atakayekufa na hana kiapo cha utii na hana imamu waliyempa kiapo cha utii, mata mitatan jahiliya, anakufa kifo cha kijahili. Sasa naomba aya hii ituongoze kwenye semina yetu hii na kikao chetu cha kwanza kwenye nukta 5 zifuatazo. Nukta ya kwanza, tutataka kumjua ni nani huyu imamu wa 12 ambaye yupo katika ghaiba hichi kipindi hiki, kujaribu kumtambua ni nani huyo al-Imamu al-Hujja. Tutaja historia yake au biografi yake kwa ufupi. Alafu nukta ya pili tutaja kwa ufupi tu kwamba kipindi katika sifa za kipindi cha ghaiba ya Imam, moja ya sifa zake ni kipindi kigumu mno. Moja ya sifa za kipindi cha ghaiba ya al-Imamu al-Hujja ni kipindi kigumu mno. Lakini jambo la tatu au nukta ya tatu, kipindi cha ghaiba ya al-Imamu al-Hujja ni kipindi ambacho ufisadi na uharibifu utakuwa umetawala dunia. Nukta yetu ya 4, kipindi cha ghaiba ya Imamu al-Hujja ni kipindi cha kuchanganyikiwa, ni kipindi cha upotevu. Allahu akbar. Asrul hira wadhalala, ni kipindi cha kuchanganyikiwa, ni kipindi cha upotevu. Lakini mwisho nukta yetu ya 5, tutamalizia
Na munasaba huu wa Ashura na munasaba wa Muharram na masiku haya tuliyokuwa nayo, kabla ya kuanza nukta yetu ya kwanza ya kumtambua Imamu al-Hujja, atiru majlisakum bidhikri Muhammad wa ali Muhammad. Jambo la kwanza, ismuhu, jina lake. Huyo bwana mkubwa ambaye tuko katika kipindi cha ghaiba yake anaitwa nani? Jina lake ni Muhammad. Jadduhu, babu yake. Baba yake ni al-Imam Hasan ibn Ali al-Askari salawatullahi wa salamuhu alayhi. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Jadduhu, babu yake al-Imam al-Hujja ni al-Imam Ali ibn Muhammad al-Hadi salawatullahi wa salamuhu alayhi. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ummuhu, mama yake al-Imam al-Mahdi ni mama mmoja anayeitwa Narjis, au kwa jina jingine akiitwa Malika bintu Yashua ibn Qaisar maliku Rum. Kwa hiyo si Mwarabu huyu mama Narjis. Na Narjis huyu kihistoria ni katika kizazi cha Hawariyin, ni katika kizazi cha wale wanafunzi wa Yesu au wanafunzi wa Nabii Isa. Katika wanafunzi wa Nabii Isa alikuwepo mmoja akiitwa Shamuun. Shamuun huyo ndiyo kizazi cha Narjis bintu Yashua ibn Qaisar, mama yake al-Imamu al-Hujja Muhammad ibn al-Hasan al-Mahdi al-Muntadhar salawatullahi wa salamuhu alayhi. Al-Imamu al-Hujja, wiladatuhu, kuzaliwa kwake. Bwana mkubwa huyu amezaliwa usiku wa mwezi 15 au tarehe 15 ya mwezi wa Shaaban, 15 Shaaban mwaka wa 255 Hijiria. Majlisi hii tunaisoma tukiwa mwaka 1448 Hijiria. Kuzaliwa kwa bwana huyu ilikuwa ni mwaka wa 255 Hijiria, kwenye nchi ya Iraki leo, mji unaojulikana Surra Manraa au Samurra. Sifatuhu, sifa za bwana mkubwa huyu. Sifa yake ya kwanza, alikuwa ana rangi ya kupendeza, yani kwa maana hakuwa mweupe mno wala hakuwa mweusi sana kama vile Wazaramu. Rangi yake iko kati na kati ya kupendeza. Alikuwa na uso ulionyooka. Pua yake haikuwa pua iliyolala, ni pua kidogo ina mbinuko kidogo. Naomba salawat. Japa lake la uso ukiliona al-Imamu al-Hujja
ni kama vile lulu namna linavyong'ara. Kwa ibara nyingine, uso wake unavyong'ara ni kama vile unavyoona lulu. Waliomuona wanasema, sijawahi kumuona mtu uzuri aliyokuwa nao na aibu aliyokuwa nayo, sijawahi kuona. Alikuwa anapendeza kiasi akitokeza mbele yako utasema huyu ni mwanamume, lakini ni mtu handsome. Kuniyatuhu, kunia yake alikuwa akiitwa Abul Qasim, yale majina yanayoanza kwa abu au kwa Alqabuhu, lakabu zake. Lakab ni yale majina maarufu, majina ambayo mtu anaitwa nayo, lakini sio jina lake la asli. Alqabu zake ni kama zifuatazo. Lakabu yake ya kwanza anaitwa Al-Mahdi, yani mwongozaji. Lakabu yake ya pili Al-Qaim, mwenye kusimama mwenyewe, muhusika. Al-Muntadhar, la tatu Al-Muntadhar, mwenye kungojewa, mwenye kusubiriwa, lakini usahihi ni Al-Muntadhir, anatusubiria sisi, tukiwa tuko tayari anakuja. Katika lakabu yake ni Sahibu Zaman, mwenye zama tulizokuwa nazo, mwenye kipindi chake, msimamizi wa zama hizi, kiongozi wa zama hizi. Al-Hujja, hoja, ambao ukimtegemea yeye kesho utamwambia Mungu, mimi nilikuwa namfuata imamu wa zama zangu. Katika lakabu zake ni Al-Khatam, wa mwisho, na katika lakabu zake ni Sahibu Dar, mwenye nyumba, mtu aliyejifungia mahala hatoki. Ghaibatuhu al-ula, ghaiba yake ya kwanza au maficho yake ya kwanza. Maficho yake ya kwanza yanaitwa ghaiba ndogo, au kwa Kiarabu ghaibatu sughra. Na hiyo ghaiba ndogo muda wake ulikuwa ni miaka 69. Ghaiba ndogo muda wake ulikuwa ni miaka 69. Kipindi hicho chote cha miaka hiyo 69, mawasiliano kati ya imamu na watu wake yalikuwa yanapitia watu walioitwa mabalozi. Mabalozi hao walikuwa 4. Wa kwanza anaitwa Abu Amri Uthman ibn Sa'id. Abu Amri Uthman ibn Sa'id al-Asadi. Wa pili katika mabalozi wake, yani ambaye akifa balozi huyu anakuja balozi huyu. Wa pili alikuwa ni Abu Jaafar. Abu Jaafar Muhammad ibn Uthman ibn Sa'id. Watatu ni Abul Qasim al-Husayn ibn Ruh. Abul Qasim al-Husayn ibn Ruh an-Nawbakhti. Balozi wa 4 au wakili wa 4 aliitwa Abul Hasan Ali ibn Muhammad as-Sammari. Abul Hasan Ali ibn Muhammad as-Sammari. Baada ya kumalizika
balozi wa 4, hapo sasa ikaanza ghaiba kubwa, yani maficho makubwa ya al-Imamu al-Hujja. Ghaibatuhu thania, ghaiba ya pili, na hii inaitwa ghaiba kubra au maficho makubwa. Maficho haya makubwa yalianza baada ya kufariki balozi wa 4 au wakili wa 4, Abul Hasan Ali bin Muhammad As-Sammari, mwaka wa 329, mwaka wa 329, karne ya 3. Sasa hapo imamu kudhihiri kwake ni mpaka Mungu atakapotoa idhini yake. Pete yake, kito cha pete ya al-Imamu al-Hujja kilikuwa kimeandikwa, mimi ndiyo hoja wa Mungu na mimi ndiyo mwakilishi wa Mungu, ndiyo khalifa wa Mungu. Bendera yake, rayatuhu, bendera ya al-Imamu al-Hujja, atakapodhihiri bendera hiyo imeandikwa albay'atu lillah, albay'atu lillah, wa kupewa. Maana yake anayestahiki kupewa kiapo cha utii kwa asilimia zote ni Mwenyezi Mungu. Answaruhu, makamanda wake. Hapa watu wanatatizika kidogo hapa. Answaruhu, makamanda wake watakuwa ni watu 313 kwa idadi ya mashuhada waliokufa vita vya Badri. Na hawa watu 313 sio idadi ya Mashia, sio idadi ya Mashia. Hawa watu 313 ni wale khawasuhu, watu wake maalumu, ni wale majenerali yani, kama nitakuwa sijakosea, yani kama tuseme akina Khamenei wale 313. Naomba salawatu kwa kumtaja wewe bwana Khamenei. Vidume kama vile 313 vikipatikana, basi imamu anadhihiri. Kwa hiyo sio wanavyofahamu baadhi ya watu kwamba 313 ni Mashia. Ni Mashia kama huyo bwana mkubwa anaweza kusimama mbele za fulani. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Mahala atakapodhihiri, mahalu dhuhuri, bwana mkubwa huyu atadhihiri Makkatal Mukarrama. Ndio atakapodhihiri. Sijui ukaniambia sijui atadhihiri Karbala. Atadhihiri pale Makka, Makkatul Mukarrama. Mahalu bay'atihi, atakapokwenda kupewa bai'a, kiapo cha utii, ni wapi? Ni baina rukni wal maqam, ni kati ya ruknul yamani na maqamu Ibrahim. Al-Kaaba ina nguzo. Sasa zile nguzo, kila nguzo ina jina lake. Sasa katika nguzo zenye sharafu kubwa ni ruknul yamani. Sasa hapo kwenye nguzo hiyo na kati ya makamu Ibrahim kuna distance kidogo, kuna masafa. Hapo ndipo atakapoweka kiti chake, watu watakwenda kumpa mkono wa bai'a. Allahumma arina tala'ata rashida. Naam. Jaishuhu, jeshi lake al-Imamu al-Mahdi
ni jeshi litakalokuwa na wanajeshi 10,000. Wanajeshi 10,000. Daulatuhu, mamlaka yake, serikali yake tashmulu lalama biasrih, itaenea dunia nzima. Na riwaya zilizothibiti alhamdulillah kwa Waislamu wote, Mashia na Masuni, kwamba bwana mkubwa huyo atakapodhihiri, yamlau lardha qistan wa adla ba'da ma muliat dhulman wa jawra, ataijaza dunia uadilifu, amani, utulivu, upendo, umoja, mshikamano. Ndiyo dunia itakavyokuwa. Muddatu mulke, utawala wake utadumu kwa miaka mingapi? Riwaya nyingi, walimu wenzangu, zinataja kwamba mamlaka yake yatabakia kwa muda usiozidi miaka 10. Mamlaka yake yatabakia kwa muda usiozidi miaka 10. Kwa kifupi, hii ndiyo historia fupi au biografi fupi ya bwana mkubwa huyu ambaye tunataka kuzungumzia wajibu wetu hichi kipindi ambacho yeye yupo katika maficho makubwa. Baada ya kumaliza hilo, naomba tuje kwenye nukta yetu ya pili, na ambapo nitaishiria juu juu tu kwa haraka haraka. Kipindi chake ni kipindi cha ghaiba yake ni kipindi kigumu mno. Kwa kuokoa muda, naomba tusome riwaya moja tu kutoka kwa imamu wa 6 wa Mashia, lakini ambaye ndiyo mwalimu vile vile wa madhehebu manne ya Kisuni, yani madhehebu manne ya ndugu zetu Ahlusunna wal Jamaa. Wote wamefaidika kwa bwana mkubwa huyu Sayyiduna Jaafar ibn Muhammadin Sadiq salawatullahi wasalamuhu alayhi. Sasa bwana mkubwa huyu anaeleza, uone kipindi cha ghaiba yake kilivyokuwa kigumu. Anasemaje? Anasema raaitu lhaqa qad mata wa dhahaba ahlu. Kipindi cha ghaiba ya Imamu Lhujja kilivyokuwa kigumu, kitakuwa ni kipindi ambacho haki itakuwa imekufa na wenye haki hawapo. Nadhania nyote mnaona leo mazingira ya dunia. Leo haki iko wapi? Sitaki kuzungumza siasa ya dunia ambayo inatisha. Kipindi cha ghaiba ya Imamu Lhujja ni kipindi ambacho katika kuonyesha ugumu wake, watakaothibiti kuamini uimamu wake watakuwa ni watu wachache mno. Watakaobakia kipindi hicho kuamini kwamba kweli kuna ghaiba na kuna imamu atakayekuja kuokoa umma huu, waumini hao watakuwa ni wachache sana. Lakini nataka nikuambie kwamba watu hao ni afdalu min ahli kulli zaman. Naomba salawatu. Pamoja na ugumu huo, lakini watu hao watakaokuwa kwenye zama hizo ngumu ndio watu bora hao kuliko watu wa zama zozote.
Na mwisho, wale ambao watafanya subra na watabakia na msimamo kwamba imamu yupo na one day atakuja, na Waislamu hawawezi kubakia wakiwa wananyanyaswa hivi walivyo. Iko siku moja watakuwa ndio wenye nguvu. Watakaobakia na itikadi hiyo na imani hiyo, watu hao bimanzilati lmujahidina baina yaday rasulillahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Watu hao daraja lao, watu watakaokuwa na imani, imamu yupo wa 12 na Waislamu iko siku huyo bwana atadhihiri, watakuwa wao ni super power, watakuwa ndio wasemaji wa dunia. Watakuwa ndio wasemaji wa dunia, na ishara zinakwenda huko. Nazungumza hapa na wasomi na wanafuatilia mambo, ishara zinakwenda huko. Kuna kidume kimoja tukimesema tunaifunga Hurmuzi hapa, kafunga chap, akatikisa mpaka Wazaramu akatikisika huko, ka Hurmuzi kamoja tu. Kwa hiyo inshallah utakaobakia na imani hiyo, imani ya kwamba kuna siku Waislamu tutakuwa na nguvu na dunia itakuwa ya amani na umoja na mshikamano, haitokuwa dunia ya dhulma. Watakaobakia na imani hiyo ni kama vile waliopigana jihadi na Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Lakini tatu, kipindi cha ghaiba ya imam ni kipindi cha ufisadi kabla ya kudhihiri kwa imam. Ni kipindi cha ufisadi, uharibifu wa kila aina, kila aina ya uharibifu. Maadili yamesambaratika, kila aina ya uovu. Imamu Sadiq anasema kipindi hicho, raaitu sharra dhahira, ubaya, ufisadi, uharibifu, utovu wa nidhamu utakuwa uko wazi wazi. La yunha anhu, au katazu, wa yu'dharu ashabuhu, la ilaha illa Allah, wa yu'dharu ashabuhu, na wale wanaotenda uovu huo wanatetewa. Anatoka mtu anakwenda kuwaua watoto wadogo, watoto wadogo wasiokuwa na hatia yoyote. Anatoka mtu anakwenda kuwachukua watoto anawafunga gerezani, watoto wadogo. Nani wa kumkataza? Wa yu'dharu anhu, na anatetewa kwenye vyombo vya kimataifa. Wa yu'dharu anhu, nani utamgusa shekhi? Mguse uone cha mtema kuni. Kama hutokuja kuambiwa hii shule inadaiwa na TRA trilioni 6, umegusa wenyewe shekhi. Imamu anasema ndio zama hizo ambazo zinamsubiria kudhihiri imamu. Raaitu sharra dhahiran la yunha anhu, mtu anafanya ufisadi, anakula mali za umma, anawadhulumu watu, halafu hakuna wa kusema. Nukta ya 4, kipindi cha ghaiba ya imam, kipindi tulichokuwa nacho ndugu zangu, ni kipindi cha upotevu, ni kipindi cha kuchanganyikiwa. Yaudu liislamu ghariban
kama bada, Uislamu utarudi mgeni kama ulivyoanza. Allahu akbar. Sina muda wa kusherehesha hayo. Yasiru lmunkaru maarufa, mambo mabaya machafu ambayo hata hayaangaliliki yatakuwa ndiyo mambo mazuri, hayasemeki, ni aibu kuyatamka hata kwenye kinywa, yatakuwa ndiyo mambo mazuri. Ukiyafanya hayo wewe, masha Allah, Twitter itakutangaza, Instagram itakutangaza, Facebook itakutangaza, YouTube itakutangaza, sijui WhatsApp itakutangaza. Kipindi hicho kigumu, kizito. Walmaarufu munkara, yale mambo mazuri ndiyo mabaya hayatakiwi. Maadili mema, heshima kwa mkubwa, upendo kwa mdogo, tabia njema hazina habari katika jamii. Na ndiyo maana ndugu zangu, al-Imamu al-Hujja Muhammad ibn al-Hasan al-Mahdi al-Muntadhar salawatullahi wa salamuhu alayhi, Allahumma salli ala Muhammad, yeye na aima wengine wanamuangalia al-Imamu al-Husayn alayhi salam kwamba tendo la kutoka kwake na kuuawa katika ardhi ya Karbala, yeye na kizazi chake wanaliangalia tukio hilo kwamba lau sikutoka kwa al-Imam al-Husayn, basi hata hii dini ndogo ndogo tuliyokuwa nayo ingekuwa leo haipo. Hata hichi kichache tulichokuwa nacho kingekuwa hakipo. Na ndiyo maana maimamu wenyewe wanawaangalia waliomsaidia al-Imam al-Husayn, akiwemo mwenyewe na al-Imamu al-Hujja. Wanawaangalia watu hao ni watu wakubwa, sio watu wa kawaida. Na watakuwaje watu wa kawaida wakati usiku wa kuamkia Ashura al-Imamu al-Husaini aliwakusanya watu wake waliokuja kumsaidia? Anawaambiaje? Anawaambia, qad adhintu lakum fantaliqu jamia, qad aqbala alaykum al-layl fattakhidhuhu jamala. Jamani, hapa ondokeni, kesho nyote mtauawa, hakuna atakayebakia hata mmoja. Huu siku kumeingia giza, mtu akiondoka mimi sitomuona, kwa hiyo hatojisikia vibaya. Fattakhidhuhu jamala, kila mmoja amkamate mwenzake. Watafarraqu fi sawadikum wa madainikum, kila mmoja aondoke, kwa sababu hawa wanantaka mimi, hawamtaki mtu mwingine. Hawa maswahaba wa Musa. Lakini jawabu lilikuwaje? Jawabu, wote walisema maneno mazito na ya kutisha, maneno makubwa. Wengine walimwambia Imamu, la wallah la naf'al, Allahu akbar, na hapa kwa Mungu hatuondoki, hatukusaliti. La wallah la naf'al walakin nufdika bi anfusina, tutapigana kwa nafsi zetu, wa amwalina, na mali zetu na ahali zetu, nuqatilu hatta narida mawridak, tutapambana mpaka tufe kama wewe utakavyokufa. Faqabbaha Allahu al-aisha ba'dak,
Mungu alani maisha baada yako wewe. Husaini akawasifu baada ya misimamo hiyo, akatamka akisema, fa inni la a'lamu ashaban awfa wala khairan min ashabi, sijawaona masahaba wema wenye nia ya kumsaidia kiongozi wao na kumlinda kama masahaba wangu. Ukisoma mawaqifu za mabwana hawa ni mawaqifu nzito. Walihadha indama yaqifu limamu sadiq ala thara Karbala, na ndiyo maana alimamu Sadiq alikuwa akienda Karbala kumzuru Husaini na wale waliouawa na misheni waliokuwa nayo na jambo walilouawa kwa ajili yake. Imamu alikuwa akisemaje? Akifika akiwasalimia akisema, assalamu alaikum ya ansar Allah, katika ziara, amani we juu yenu enyi answari wa Mungu, enyi watu mlio mnusuru Mungu. Kumnusuru Husaini, kumnusuru Mungu. Assalamu alaikum ya ansara rasulillah, amani we juu yenu enyi watu mlio mnusuru Mtume. Assalamu alaikum ya ansara amiril mu'minin, amani we juu yenu enyi watu mlio mnusuru amiril mu'minin. Assalamu alaikum ya ansara Fatimata az-Zahra. Maneno ya al-Imamu Sadiq alayhi salam akiwaambia watu waliomsaidia Husaini, waliokufa kwa ajili yake. Assalamu alaikum ya ansara Fatimata az-Zahra, amani we juu yenu enyi watu mliomnusuru Fatimata az-Zahra. Assalamu alaikum ya ansara abi Muhammadin al-Hasan, amani we juu yenu enyi watu mliomnusuru al-Imamu al-Hasan. Assalamu alaikum ya ansara abi Abdillah, amani iwe juu yenu enyi watu mliomnusuru abi Abdillah. Allahu akbar. Anayetoa salamu hizi ni nani? Ni Imam Maasum al-Imam Sadiq. Alafu angalia maneno anayosema, anasema bi abi antum wa ummi, na apa kwa baba yangu na mama yangu. Tibtum, hongereni. Tibtum, hongereni. Hongera hii wanapewa katika wao, miongoni mwao ni watu wa kawaida tu. Katika hao watu wa kawaida ni Maula Abu Dharr al-Ghifari John, alikuwepo, lakini kwa sababu ya mission aliyokufa kwa ajili yake, al-Imamu Sadiq kwa daraja lake anamwambia John na wenzake, tibtum, hongereni. Tibtum wa tabatil ardu allati fiha dufintum, na ardhi ambayo mmezikwa ndani yake, hongera kwa ardhi hiyo, sio ardhi ya kawaida. Fiha dufintum bi abi antum wa ummi tibtum wa tabatil ardu allati fiha dufintum wa fuztum wallahi fawzan adhima, na mmefaulu, kufaulu sio kwa kawaida. Allahu akbar. Imamu Maasum anasemaje? Faya laitani faya laitani natamani kuntu ma'akum fa afuza ma'akum fawzan adhima, natamani ningekuwa na nyinyi nikafaulu, kufaulu kukubwa, sio kufaulu kwa kawaida. Ghaiba tuliyokuwa nayo na huu Uislamu mdogo uliobakia ni kwa sababu ya hawa mabwana kukubali kuuawa pamoja na al-Imam al-Husayn, wakakubali kuwa na Husaini.
wakauawa, wakakatwa vichwa. Siku ya mwisho ikafikia mahala al-Imam al-Husain amesimama fi arasati Karbala, yandhuru yaminan wa shimalan fala nasira la, anaangalia kuume na kushoto, hakuna mtu wa kumsaidia. Ananyanyua maneno, anasema hal min nasirin yansuruna, hivi yuko wa kutusaidia, anaweza kutusaidia? Nani wa kumsaidia? Anasimama, anawaangalia watu wake wote waliouawa, anawaita kwa majina, ya Habib bin Mudhahir, ewe Habib bin Mudhahir. Amesimama Hussein, anaangalia kuumeni na kushoto, anawaangalia watu wake kuwaita wamsaidie. Ya Zuhair bin al-Qayn, ewe Zuhair bin al-Qayn. Ya Muslim bin Ausaja, ewe Muslim bin Ausaja. Tasawwar, Hussein amesimama katikati ya uwanja, yuko peke yake, anaangalia kuume na kushoto, wote watu wako chini, kama vile unavyoona kondoo wanaochinjwa kipindi cha Idi. Ya Muslim bin Ausaja, ya abtal as-Safa, enyi mashujaa, wa ya fursan al-Haija, mali unadikum fala tujibun, mbona nawaita muitikii? Mmekumbwa na nini? Mna tatizo gani? Wa unajikum fala tasmaun, na wasemesha mbona hamsikii? Am qad sarra'akum raiba al-mahnun, au ndio mshakufa hivyo tena hamwezi kujibu lolote? Qumu min naumikum ayuha al-kiram, simameni enyi waheshimiwa. Wadfa'u an harami rasul, hakuna mtu wa kukilinda kizazi cha Mtume. Ya Habib bin Mudhahir, ya Muslim bin Ausaja, ya abtal as-Safa, enyi mashujaa, enyi wenzangu, mali unadikum fala tujibun, mbona na waiteni hamuitikii? Mna nini? Wa unajikum fala tasmaun, mbona na wasemesha hamsikii? Mna tatizo gani? Au ndio mmekusha kufa? Au ndio mmekushaondoka duniani? Allahu akbar. Lamma raa sibtu ashab alwafa kutilu, al-Imam al-Husaini alipoona masahaba wake wote wamekusha uawa, hakuna aliyebakia hata mmoja, nada abal fadli aina alfarisu albatal, alianza kuwaita wale watu wake. Katika aliyowaita ni Abul Fadl. Abul Fadl uko wapi? Maulaya aba Abdillah, unamwita Abul Fadl akusaidie kitu gani? Aliwaita watu wake. Wa aina man duniya al-arwahu qad badhalu, wako wapi wale waliopambana kunitetea? bil amsi kanu ma'i wal yawma qad rahalu, jana tu jana tu nilikuwa nao, wal yawma qad rahalu, wote leo hawapo, wamekufa, hakuna hata mmoja aliyebakia hai. Wa khallafuni bi ardi tafi utshana, wameniacha kwenye ardhi ya Karbala nikiwa na kiu, hawapo, wote wameondoka. Ma baluhum, ya Husain, ma baluhum, wana tatizo gani? Wamekumbwa na nini? Lam yujibuni ama samiu, mbona hawanijibu? Kwani hawasikii? Walau raauni wahidan maladhi sanau, na lau wangeniona peke yangu wangefanyaje? Fanyaje? Wangeniona niko peke yangu
nadhruna alayya la in aadu wa in rajau ya Husaini la yarjiu haula nadhruna alayya la in aadu wa in rajau, naweka nadhiri, lau kama watarudi hawa kutusaidia, la azra'anna tariqa tafi raihana, itapanda miti ya raihani kwenye barabara inayokwenda Karbala. Bil amsi kanu ma'i wal yawma qad rahalu, jana tu tulikuwa tuko nao, Abul Fadli yupo, Aliyul Akbari yupo, Qasim yupo, wal yawma qad rahalu, leo wote wameondoka. Wa khallafuni bi ardi tafi atshana, wameniacha kwenye ardhi ya Karbala nikiwa na kiu. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Wa sayalamu alladhina zalamu ala Muhammad ayya munqalabin yanqalibun. Wal aqibata lil muttaqin wala udwana illa ala zalimin. Bismillahir rahmanir rahim. Amman yujibu al-mudtarra idha da'ahu wa yakshifu as-su'. Amman yujibu al-mudtarra idha da'ahu wa yakshifu as-su'. Amman yujibu al-mudtarra idha da'ahu wa ya Allah ya Allah ya Allah. Mwenyezi Mungu tunakuomba ya Rabbi, kwa baraka zako, kwa nguvu zako, kwa uwezo wako. Mwenyezi Mungu tunakuomba ya Rabbi, utusamehe yale yote tuliyokukosea, yawe ni madhambi makubwa, ni madhambi madogo. Mwaka wa 1447 yote tuliyokosea, Mwenyezi Mungu tusamehe ya Rabbal Alamin. Mwenyezi Mungu tunakuomba ya Rabbi, mwaka mpya huu wa Kiislamu 1448 Hijria, Mungu tupe nguvu, tupe uwezo, tusikukosee wala tusifanye madhambi, iwe madhambi makubwa au madogo ya Rabbal Alamin. Mwenyezi Mungu tunakuomba vile vile ya Rabbi, pamoja na kwamba hukubali dua zetu, lakini tunatawasali kwako kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mwenyezi Mungu, tuliohudhuria hapa, kila aliyekuwa na maradhi, kila aliyekuwa na ugonjwa, Mwenyezi Mungu muondolee ugonjwa aliokuwa nao. Lakini ya Rabbi, pia tunakuomba vile vile, hali zetu za uchumi zimekuwa ni ngumu, shilingi imepotea ya Rabbal Alamin. Mwenyezi Mungu, tupe riziki iliyokuwa pana na iliyokuwa ya halali ya Rabbal Alamin. Mwenyezi Mungu tunakuomba ya Rabbi, utuondoshe kwenye huu maskini tuliokuwa nao, utupe hali ya uwezo na utajiri ya Rabbal Alamin. Mwenyezi Mungu tunakuomba vile vile ya Rabbi, tuliokuwepo hapa, mama yetu Siddiqa aliandaa majlisi hii pamoja na wote waliomsaidia. Mungu anahitajia ulinzi unaotoka kwako ya Rabbi, pamoja na sote. Mungu tulinde ya Rabbi kwa macho yako ambayo hayalali. Mwenyezi Mungu, yoyote anayekusudia shule hii, anayekusudia watendaji wake, msimamizi wake, pamoja na sisi sote kwa shari, Mwenyezi Mungu, shari hiyo isimfikie ya Rabbal Alamin. Mwenyezi Mungu tunakuomba utulinde sisi na familia zetu na watu zetu na wenzetu na ndugu zetu ya Rabbal Alamin. Mwenyezi Mungu tunakuomba vile vile, tunahitajia taufiki ya Rabbi inayotoka kwako, utuwekee mkono, uwe na sisi katika kila jambo ambalo tunalitenda ya Rabbal Alamin. Lakini Mungu ya Rabbi, wale waliotangulia mbele za haki ambao umewapenda, tulikuwa tuko nao kwenye kikao hiki, hususan mwenzetu mpendwa wetu Sheikh Yasin na walimu wetu waliosomesha hapa. Mwenyezi Mungu tunakuomba ya Rabbi, adkhil ala ahli alquburi surur, adkhil ala ahli alquburi surur, adkhil ala ahli alquburi surur birahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. فرج علينا جميعا وعلى كافة المسلمين، فرج علينا جميعا وعلى كافة الحاضرين، فرج علينا جميعا وعلى كافة المؤمنين. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، مع الصلوات 3 مرات على حب الزهراء بأعلى أصواتكم.